Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianze kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia zada rehma na amani zimeendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja, mboni yetu, furaha yetu, kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu nyumbani mwake na masahaba zake na Uislamu kwa jumla. Allahumma amin. Ni kwamba ndugu zangu katika imani, na kujia na video clip hii hususan kwa ajili ya Watanzania walio katika nchi ya Tanzania na kwa wale ambao watakuwa ni Watanzania lakini wako nje ya Tanzania. Ni miaka mingi sana toka umetangazwa uhuru wa Tanzania mwaka 1961 kwamba Tanzania ni nchi yenye kuwa na uhuru, na tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kuona nchi ya Tanzania katika bara la Afrika ni nchi ambayo kabisa imeonekana imekuwa na maendeleo, hasa kutokana na viongozi wao maraisi, namna wanavyokwenda wanabadilishiana na kwa ajili ya kuboresha matokeo ya nchi ya Tanzania. Lakini niseme kitu kimoja, kuna wakati binadamu huwa yuko na neema lakini neema hiyo asione. Sisi Wakongomani kuna kipindi fulani tukienda Tanzania tunajihisi kwamba tuko katika sehemu ambayo ipo sehemu salama. Nikikumbuka nchi ya Kongo imepata nayo uhuru mnamo mwaka 1960. Yani zilikwenda zinafuatana. 60 Kongo imepata uhuru, 61 Tanzania imepata uhuru. Lakini tunaposema uhuru wa Kongo, Wakongomani tulivyo na walioko nje wanavisikia harakati za nchi ya Kongo ni kama vile nchi ya Kongo haijawahi kuwa na uhuru, kwa sababu ya usalama mdogo, kwa sababu ya misukosuko, vita na matokeo makubwa ambayo yanaonekana katika nchi ya Kongo, mauaji ambayo tukayaelezea kwa muda kama na huu. Lakini Wakongomani tumemwomba Mungu siku zote lau tupate ingalau amani kama vile nchi jirani zinakuwa na amani. Na tunaposema amani tunaiangalia nchi ya Tanzania iko katika mustawa gani wa amani. Lakini inaonekana kwamba Watanzania wengi hawajui kwamba nchi yao ni nchi yenye kuwa na amani, lazima wadumu jinsi walivyokuwa. Nikupe kumbukumbu kidogo wewe Mtanzania. Ikumbuke nchi ya Libya ambayo imetawaliwa na Gaddafi. Gaddafi ambaye amejitahidi kuweza kuwapenda raia wake na kuwawekea kila kitu kwa urahisi. Lakini waliingiziwa chachu katika vichwa vyao mpaka ikawafanya wao kumuuisha rais wao. Leo Libya ni nchi maskini, ni nchi yenye kuwa kama tusi katika bara la Afrika. Kwa nini? Kwa sababu wameipoteza asili ya amani yao. Na tukumbuke kwamba neema haiji mara pili. Ukiipoteza basi utakutana na shida na mitihani. Na kwa jinsi nyinyi wa Tanzania mnaanza kuitengeneza kuipoteza amani yenu, basi ndo muda wa kuweza kujiunga katika nchi ambazo hazina usalama. Yaani sisi na nyinyi tutakuwa wandugu katika matatizo ambayo tumeyapitia. Watanzania kwa idadi ya watu waliofariki, mitandao ya kijamii imesema mpaka Watanzania wanaona ni machungu. Sasa jiulize, Kongo wameshakufa wangapi kwa ajili ya kukosa amani na usalama? Nikuombe wewe Mtanzania, angalia pale ambako umeharibu, tengeneza, lakini usiamue kufanya vurugu. Kuna video clip ambazo nimezisikia ya ndugu ambaye anaitwa Pwaha, Mtanzania, anavyoelezea matokeo ya waandamaji walioandamana, walifanya maandamano. Kwa kweli inaonekana wazi kwamba ni jambo ambalo lilipangwa, kitu ambacho kinapelekea watu kulaumu kwamba serikali ya Tanzania imemwaga damu. Watu wanashindwa kujiuliza hii damu iliyomwagika chanzo chake kumwagika ni nini? Lakini ukimsikia huyu ndugu yetu, tuliwaambia waandamanaji, licha ya kila kitu ambacho mtakutana nacho kwenye uwanja wa maandamano, msiache kuchukua video. Kwa hiyo licha ya mauaji makubwa yanayoonekana ya kutisha, lakini waandamanaji hawakuacha kuchukua video. Walichukua video, na kulikuwa kuna watu wetu wa muhimu sana ambao walikuwa wanatumia baadhi ya mitandao, siwezi kuiweka wazi hapa. Ndio maana taarifa zetu kadri ambavyo zilikuwa zinatoka tulikuwa tunazipata. Matukio yote ambayo yalikuwa yanatokea, licha ya kuzima internet kwenye nchi yetu, lakini tuliwasisitiza watu maalum kwamba hakikisheni ushahidi wote unapatikana ili dunia iweze kuona kilichotokea Tanzania. Kuna mtu anajipangia kufa, kuna mtu anajipangia kuumia. Watu kama hao wanaojipangia kuumia, hao ndio wanataka kuharibu amani.
na wale walioandamana, mmeharibu vitu vingi katika nchi ya Tanzania. Yaani hata kama mlikuwa mnaandamana juu ya kutafuta haki yenu, lakini mnampa majukumu makubwa yule ambaye anaweza katawala, ikiwa mtamtoa rais ambaye yuko kwenye utawala. Kwa sababu magari ya serikali mmeunguza, station mmechoma, barabara mmeharibu, kitu ambacho huyu mnayemtarajia kuja awe rais itabidi naye awapige mkwara ili kwamba apate hela na uwezo wa kutengeneza hicho kitu. Na hapo ndio mtaona ugumu wa kupoteza amani, na hapo ndio mtaona kwamba nchi inaharibika, kwa sababu mtapingamana na yeye kutokana na sheria atakaowawekea. Lengo lake ni ili apate mtaji kwenu, apate kujenga tena nchi ya Tanzania upya. Lakini kila atakachoweka kwenu kitaonekana kwamba ni gharama ya juu ambacho kitakuwa kama kinawaponda nini. Nikombe wewe Mtanzania ambao utakutana na video clip hii, kuna lugha moja sisi kwa Wafaransa tunasema celui qui veut la paix prépare la guerre. Maana yake yule ambaye anatafuta amani huwa anaandaa vita. Kwa ikiwa kwamba mtaipoteza hii amani, mkalenga kwamba mnatafuta amani isiyokuwa hii mliokuwa nayo, manake ni kwamba mnaandaa vita katika nchi ya Tanzania, na hii itawagharimu kiasi kikubwa sana. Tanzania kupoteza amani katika nchi yake ni umwagaji wa damu katika ardhi, na ni msukosuko mkubwa katika bara la Afrika. Hii tunakuambieni Watanzania kwa sababu tunawapenda. Lakini wakumbushe Watanzania, wakati mitikasi ya nchi inavyopangwa ama mitikasi ya nchi inapokuwa imepangwa, mimi raia na wewe mwenzangu unaonekana kunisikiliza, hatuelewi tunasaini katika hiyo mkataba ya viongozi, lakini wanakuja kututangazia matokeo ambayo inabidi mimi na wewe tuishi kwayo. Ikiwa kwamba rais atafanya miaka 5, mimi naamini wewe Mtanzania ukwenda kusaini kwamba lazima rais afanye miaka 5 kwenye kiti, lakini ulitangaziwa na wakasema kwamba hii ni makubaliano ya Watanzania. Lakini inatokea kwamba mtu anakuja kukuambia nenda ufanye maandamano kupinga kitu ambacho hukuwahi kusaini, kitu ambacho hakuweza kuzungumzia, na wewe ukajitoa nyumbani kiherehere ukaingia barabarani kwenda kufanya maandamano kwamba napigania haki yangu. Kwani haki yako ulitolewa nyumbani kwako? Ulizulumiwa kitu nyumbani kwako? Ni umeme hukupata? Ni maji hukupata? Au zile gharama unazozifanya ndogo ndogo kuna mtu alizikuharibia? Ni mambo ya kutafakari, kujua kwamba nakwenda kuandamana kwa sababu kuna haki niliyoipoteza ikanifanya mimi kwenda kuandamana. Alafu ni waombe wale Waislamu ambao ni mashehe wanaoingilia kati jambo hili na kuzidi kuweka msisimko juu ya watu kufanya maandamano, sio jambo lizuri. Tariki 9 mwezi 12 mnaopangia kwamba ni maandamano itakuwa ni mauaji, na hapo Tanzania itapoteza taswira yake katika jamii ya Afrika nzima. Yaani Watanzania mkienda kufanya maandamano mtakuwa neno la tusi katikati ya bara la Afrika. Wacha nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Leo Mtanzania uko pale nyumbani kwako unajiita kwamba wewe ni mzalendo, ambacho sisi wa Kongomani katika lugha ya Kimombo tunaitwa ni patriote. Ni jambo ambalo linaswi kwa mtu yoyote kuwa patriote au kuwa mzalendo. Kuna wakati fulani kwa sababu ya machafuko na vurugu, lile jina ambalo lilikuwa ni nzuri linapoteza thamani yake na linapoteza heshima yake. Leo hii Kongo, kila mwananchi wa Kongo alijijua kwamba yeye ni mzalendo. Lakini kutokana na sintofahamu za Kongo, lilionekana kwamba lilitokea kundi ambalo lilichukua jina hilo la uzalendo, wakalifanya ni grupe la kuja kutetea nini? Haki ya Kongo. Wakachukua silaha, wakaingia kwenye uwanja wa mapambano. Malengo na maksadi, lengo lao ni kwamba kuipambania haki ya Kongo. Kwa mtazamo mwingine, wanaonekana hawana kosa la aina yoyote ile kwa sababu ni Wakongomani wanalia nchi yao. Lakini baada ya vita kuingia, wazalendo hapa katika nchi yetu, mji wetu wa Bukavu na Goma, vita imeshindikana, wamejihami kwenda miji mingine. Walioingia hapa ni watu wa AFC M23 ambao hao wanawasaka wanani? Wazalendo. Sasa niambie wewe mkaaji, unajiita tena mzalendo? Angalia jina ambalo linaweza kuwa liko na utukufu, lakini kwa sababu ya vita kuingia
jina hilo linapoteza thamani. Kwa kukwambia kwamba leo mkongomani hayuko tayari kusimama akasema mimi hapa mzalendo, maana kitakachokuja juma yake ni kuulizwa mko wangapi, silaha iko wapi na mnakaa wapi. Mzalendo sio jina mbaya, lakini matokeo inayoonekana kwamba kwa sasa sio jina linalofaa. Kwa nini? Kwa sababu sintofahamu, ukosefu wa amani katika nchi. Nchi inapokuwa inazaa machungu, basi haya ndio yanayotokea. Isije kuonekana kwamba siku moja we Mtanzania wakuite Mtanzania, ikaonekana kwamba wanakutusi ukasikia aibu kuitwa Mtanzania. Kama vile kuna kipindi fulani mkongomani ukamuita Mzairwa, anaona kama vile unamtusi, kwa sababu Wazairwa wanajulikana kwamba miaka iliyopita ni watu ambao walikuwa hawajui namna kujiongoza katika nchi yao. Sasa na wewe jifikirie Mtanzania, usije ukasikia aibu ya kuitwa Mtanzania ukaanza kuweka macho pembeni, wakati nchi yako katika bara la Afrika ni nchi yenye amani na tulipigia mikono kwa maendeleo ambayo marais wenu wanakuwa wanapambana nayo ili kwamba muishi katika ile hali ambayo ni ya usalama. Sisi Wakongomani tunapoangalia ile amani yenu, yani amani ya miaka 5 kwa Watanzania ni sana kuitafuta miaka 50 katika nchi ya Kongo. Sijui kama utanielewa ndugu yangu. Amani ya miaka 5 katika nchi ya Tanzania ni sana kuitafuta miaka 50 katika nchi ya Kongo. Maana yake nini? Watanzania mjivunie kile mchokuwa nacho. Bendera yenu msiipoteze. Shikamaneni kwa kamba mmoja. Muangalie pale ambako kulitaka kuharibika, mwikae mkashauriana, si kwa kufanya maandamano kwa kuharibu. Na hiyo sio maandamano, mlichofanya ni uharibifu. Ndio maana mtalaumu waliopiga risasi, lakini na wale waliopigwa risasi lazima walaumike. Waliingia barabarani kufanya nini? Na utaangalia yule ambaye alipigwa risasi, hakuna saini yake kwenye katiba ya nchi. Haipo. Kwamba tulipanga rais atachukua miaka 5, sijui kadha wa kadha yatafanywa. Yule alipigwa risasi hakuna saini yake hapo. Sasa wewe unasema kwamba umezulumiwa. Umezulumiwa nini wakati hujapanga chochote pale? Haya nayasema kwa moyo mkunjufu na moyo wa huzuni kuona Watanzania wale waliouliwa wamepoteza maisha yao, na kuona vile vile kama Tanzania inaelekea katika mahali ambako inakwenda kuipoteza amani yake. Kwa hiyo rudini kuwa kitu kimoja, ili mradi mpate kuelewana kwa pamoja. Na furaha yetu sisi Wakongomani ni kuona Tanzania katika amani, kwa sababu sisi wenyewe tukija huko tunakuja tunaaminika kwamba tunaingia katika nchi ya amani. Kwa hiyo tunahofia tuje tuingie tuanze kuchakatuliwa vibaya kwa kuzaniwa labda hawa ndio wale wagaidi wanaingia. Kwa hata sisi tuliko nje mwe kupoteza amani huku inatutia wasiwasi. Na vile vile uchumi, tunaishi duniani ni nchi kwa nchi kusaidizana, biashara inaenda inazunguka. Kwa mnapokuwa mnapoteza amani, hata huku uchumi wa manchi inakuwa inacheza. Kwa hiyo Mungu akubarikini katika hili ambalo nakuleteeni, ili mradi mpate kudumisha amani katika nchi ya Tanzania. Tunakutakieni kila la kheri na tunataka amani yenye kudumu katika nchi ya Tanzania. Wabillahi taufik. Ma'asalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upanga wa Radi Online TV.